sasa niweke madoido haya, lakini ule msingi wa tabia ya mtoto unakuwa upo tayari. Tafiti zinaonyesha siku hizi kwamba ni miaka 3, na mimi nakubaliana nao. Hana alimpeleka mtoto wake hekaluni alipoacha tu kunyonya, lakini tayari alishamfundisha mtoto tabia. Ndio maana wakati anasikia sauti anaitwa, anapoenda kwa kuhani anamwambia umeniita, kuhani anamwambia la, sija kuita, nenda ukalale. Anarudi analala. Anaposikia tena sauti anaenda tena. Ingekuwa ni mtoto wako angesema lile lizee limeenda limeniambia alijaniita, mimi siendi tena. Yeye alienda kwa kuwa alifundishwa utii na mama yake nyumbani. Anaposikia tena mara ya 3 anaenda. Ule umri wa kutengeneza tabia, wazazi wengi huwa tuna maneno haya, ni mtoto ataacha. Anafanya kituko mtoto, unasema ni mtoto ataacha. Roho ya unabii inasema katika kutayarisha njia, nyumba ya Mkristo, anasema rekebisha tabia ya mtoto hata ile iliyo ndogo sana. Yaani hata kale katabia kale kadogo unakokaona wewe na kusema mtoto, rekebisha. Sasa ni wakati gani tunaanza kulea mtoto? Mtoto analelewa, binti, unapojitambua akili zako. Huna mchumba, lakini umejitambua kwamba wewe ni binti. Siku moja utakuwa na mume, utakuwa na watoto. Kijana, unajitambua kwamba mimi ni mwanaume, halafu natarajia kuoa, niwe na watoto. Unakaa sawa, Yesu akushepu ukae sawa. Katika Danieli 1:8 Biblia inasema Danieli akaazimu moyoni mwake kuwa na familia bora. Unatakiwa uazimu ukiwa kijana. Ninakumbuka nikiwa binti, sina hata mchumba, lakini nilikuwa nikifumba macho hivi naona mume wangu na watoto wangu, na ndio wale wale nilio nao. Unaazimu moyoni mwako unataka familia ya namna gani. Kuazimu tangu ukiwa kijana itakusaidia kuwachagulia watoto wako baba na kuwachagulia watoto wako mama. Usingekubali kuolewa na mtu yeyote. Usingekubali kuoa mtu yeyote eti kwa sababu mzuri. Uzuri nao ni kitu gani? Ubora wa mazao unategemeana na aina ya mbegu. Kwa hiyo ukiwachukulia watoto wako baba yeyote, matokeo watoto watakuwa hovyo. Ukiwachagulia watoto wako mama yeyote, utateseka baadaye. Uketipo katika malango yako. Andika kwenye miimo ya milango. Watu wakija nyumbani kwako wanakutana na Yesu live, yani wakija tu wanakuta hii nyumba ni ya Wakristo. Au ni zile familia ambazo baba, mama wanakaa alafu wanakaa wanaangalia kule mbele. Kule mbele mnawekaga nini vile? Mnawekaga nini? TV baba na suruali, mama na sketi au na gauni, mko hivi wote. Baba na suruali yake, mpira ukija hata nzi akipita akiangalia mpira hashtuki. Lakini kwenye ibada anaweza akaongea, anaweza akafanya mambo yote. Halafu uniambie mpira sio wa ibilisi, mimi sikukubali. Ni wa mwenyewe kabisa, yule yule mwenyewe. Kwa sababu ule utulivu na heshima wakati wa kuangalia, hiyo heshima haipo wakati wa kumwabudu Mungu, sivyo? Biblia inasema ninyi wakina baba katika Waefeso 6:4, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo. Bahati mbaya wa baba wengi hawana mpango na watoto. Anasubiri watoto waharibike ili aumlaumu nani? Mama yao. Baba unahusika pia, hao ni watoto wako. Sasa wafanye watoto wako wawe vile wewe unavyotaka. Shule ya nyumbani ni shule muhimu sana kwa watoto. Usingeipuuza. Na unajua siku hazigandi. Jiweke sawa na Yesu wakati watoto wako wanakuwa. Najua kuna mtu hapa ananiambia sasa mimi wa kwangu wamekuwa nitafanyaje? Huko nako nitakuja. Lakini basi hawa watoto wanaokuwa, mama kaa sawa, baba kaa sawa. Kila
kila unachofanya kina maana kwa mtoto. Wanawake wawili wamenifundisha sana mimi malezi, Sonia Carson na Yokebedi mama yake Musa. Nimejifunza vitu kwao. Sonia ni mama yake na bingwa wa upasuaji wa mishipa duniani Ben Carson mama yake. Niliposoma vitabu vya Ben nikasema nataka kuwa kama huyu mama, kumbe inawezekana. Alipoacha mumewe kwa sababu ya imani yake, alipogundua kwamba yule mume kumbe ni mume wa mtu, bila kugombana akamwambia enda, wewe si mume wangu, na ameishia darasa la 2 au la 3. Lakini alivyolea watoto, mtoto hana akili, lakini alivyomtengeneza mama kwa maneno yanaumba, akamtia moyo yule mtoto, akampandisha mama anaweza. Nikajifunza habari za Yokebedi mama yake Musa. Alipopata nafasi ya kushika mtoto wake mikononi, hakufanya kosa. Na mimi huwa naashumu kwamba inawezekana wakati alipokuwa anamnyonyesha na mtoto anacheka, anamwangalia mama, na labda alikuwa anamwambia we sio Misri, we ni Mwebrania. Labda katoto kanacheka tu. Akimvisha labda alikuwa anamwambia Waebrania wanavaa hivi, wakila anamwambia Waebrania wanakula hivi. Mtoto kwa miaka 12 akajua yeye ni Mwebrania, yeye sio Misri. Hata anaporudi kwenye jumba la kifalme kwamba yeye anaandaliwa awe mfalme, bado akajua yeye sio nani, yeye sio Misri, yeye ni Mwebrania. Na hivyo huwa anarudi kwenda kuwasalimia ndugu zake. Biblia inasema kwa sababu ya mama. Nikajifunza mama yeyote anaweza kuwa kama Yokebedi. Wakati mtoto yuko mikononi mwako, unaweza kumtengeneza awe Mwisraeli kweli kweli, awe Mwebrania. Akitoka kule duniani ajue yeye ana miiko, ana mipaka, yeye sio wa ulimwengu. Mama unaweza, lakini huo muda unao. Ni saa ngapi utaenda saluni? Halo? Ni saa ngapi utaenda kupaka rangi mikucha kazimwi? Ni saa ngapi utaenda kuweka minywele yako hiyo ya ajabu ajabu ufundishe watoto? Wewe kwenye hii dunia kazi yako ni kupendeza tu mama, songa mbele upendeze. Sawa Kesho inakuja. Biblia inasema miongoni mwa sifa za mke mwema, Mithali 31 anasema mke mwema huangalia njia za watu wa nyumbani mwake. Anaangalia mtoto huyu yukoje, mtoto huyu yukoje, kwani huyu yukoje. Mama mke mwema ndio kazi yake, anaangalia. Wafanye watoto wako wawe vile unavyotaka wawe. Fanya watoto wako wawe wacha Mungu. Angalia sasa, wawe wacha Mungu kama wewe. Sasa kama wewe si mcha Mungu, na wenyewe watakuwa hivyo hivyo. Wafanye watoto wako watulie kwenye ibada. Kuna makanisa yanatia aibu. Unakaa vitoto vinapita mbele hivi na mama yake amekaa na baba amekaa. Nilisoma quotation moja ya Mama White, inasema vibaya sana. Inasema watoto wanaokimbia mbele ya kanisa, wanaokimbia kanisani ni vinyago vya shetani. Cho kitu nilikisoma nikaogopa. Na kitoto chako kinakimbia mwanzo mwisho, kinapiga kelele, na wewe baba unamwambia wewe tulia, wewe tulia, na mama naye wewe tulia. Wenzenu wakati tunalea nyuma ya kanisa huwa kunakuwa na vipipi kule nyuma kule na vijuisi au kichai cha maziwa. Kakisumbua huwa tulikuwa tunazunguka nyuma ya kanisa, tunakaa pa kanalamba kakitaka kule, akikuangalia tu mnarudi ndani. Kwa vile mtoto hawezi kutulia muda mrefu, kakianza tena mkitazamana, nakumbuka ile pipi anakaa sawa. Eti wewe leo wako wanakusumbua. Pipi nyuma ya kanisa hakuna. Wafundishe watoto wako kazi kulingana na umri wao. Wafundishe watoto kazi, kuna umri wa mtoto. Kila unachofanya naye anafanya, sivyo wa mama? Huo ndio umri wa kufundisha, na huwa tunaharibu. Ndivyo Mungu alivyoumba, kwamba huo umri ni umri wa mtoto kujifunza. Lakini mara nyingi ukifua anakuja na yeye kutaka kufua, sivyo? Huwa tunawaambiaje? Acha utaloana, utapata mafua. Ukichambua mboga wa mama anakuja, si ndio? Acha unaharibu mboga yangu. Basi umri utafika unaotaka wewe sasa ajifunze.
hawezi kujifunza. Ule ndio umri. Unafanyaje? Unapofua naye anataka kufua, chukua kibeseni kidogo. We chukua tu hata cha kupikia cha jikoni, chukua. Mpe visoksi vyake, mwambie fua zako uweke hapa. Na kuhakikishia akifika miaka 5 nasari anajua kufua uniform vizuri sana. Umri wa kujifunza, mwache ajifunze. Na Mungu ameumba vya ajabu. Mtoto hata akiwa na miezi, mwaka, ukiweka matoi, yale magari na madoli, kama ni wa kiume anachezea madoli. Ndio maana mara nyingine nakasirika, kwa sababu tunaharibu uzao wetu wenyewe. Mungu ameweka ndani yao kwamba yeye ni mwanaume, yeye ni mwanamke. Ukiweka hayo, anaenda kuchezea ya kike kama ni wa kike. Wa kiume anachezea ya kiume tu. Ndivyo Mungu alivyomuumba. Alafu wewe una mpango na yeye. Wafundishe watoto wako usafi. Mama, uwe na muda na watoto na baba. Mimi nakumbuka tukiwa watoto, mama anakuambia fanya alafu mama anafanya nini? Anatingisha meno. Mnakumbuka wale wa zamani? Wale ambao tulikuwa na wamama wenye akili zenye akili. Na hivyo unakuwa ukiwa na meno yaliyonyooka vizuri, kwa sababu uling'olewa meno kwa wakati. Wakwako una muda naye, meno yanapandana hadi hawezi kucheka. Alafu tunasema si tumesoma. Umesoma nini? Mama yangu aliwahi kuniambia siku moja nikiwa mzazi. Ananiambia, sasa nyie wa siku hizi kwa nini mmesoma nini? Na kwa nini aliniambia hivyo? Kwamba yeye anasema akiwa anazaa watoto wake anatengeneza soksi mwenyewe, masweta ya watoto. Sasa yeye kusoma ndio hivyo. Sasa kama wewe huwezi kutengeneza masweta ya watoto na soksi, sasa umesoma nini? Anauliza umesoma nini? Wafanye watoto wako wampende Mungu wao wenyewe. Sikia, hatuzai wa Kristo. Hapo ndipo tunapokwama. Tunazaa wapagani 100%. Ni wajibu wa baba na mama kufanya wa watoto wawe wa Kristo wao, waongoke wenyewe. Tumia kila kinachozunguka kizuri kumuonesha uzuri wa Bwana Yesu. Tumia vyakula, tumia nguo, tumia viatu unavyowanunulia kuwaonesha Mungu alivyo mwema. Chakula kimetengwa mezani, mmekaa. Tumezoea kusema nani aombe? Huyu. Amina. Si ndio tumezoea hivyo La. Watoto wetu, angalia Bwana Yesu alivyo mwema. Tulikula asubuhi, tumekula mchana, na tena ametupatia. Huyu Yesu ni mwema sana. Tungemwambia nini Yesu? Ni nani amwambie kitu Yesu? Ni nani amshukuru? Mtoto anatoa ibada ya moyoni. Anatoa ibada, anakuwa connected na Mungu, anatoa ile ibada. Umemletea viatu, umemletea nguo, umemletea chochote, unamwambia angalia Mungu alivyo mwema. Amembariki baba, amenipa pesa, nimekununulia hivi viatu mwanangu. Unamwambia nini Mungu? Nakumbuka mtoto wetu akiwa mdogo, alienda kwa anko wake. Baadaye aliporudi anko wake akaniambia, mtoto wako ametuachia dini hapa ya pekee sana. Yeye alikuwa akimaliza kula, anasema asante Yesu. Asante anko, asante anti, asante dada. Anamshukuru kila mtu pale mezani, lakini kwanza anaanza kusema asante Bwana Yesu. Watoto wanapata imani wenyewe, wanampenda Yesu. Alafu tumia misingi 28 kuongoa mtoto wako. Wainjilisti wa vitabu, sijui kama hapa vipo, kuna ule mwongozo kitabu cha watoto, wamerahisisha misingi ile 28. Tumia kufundishia watoto nyumbani. Unashika msingi unaohusu Sabato, unaifundisha Sabato, mtoto anaielewa na anaona. Unafundisha na vitendo anaona. Ikifika Ijumaa, kazi zote zinakoma kabla ya jua kuzama na umemfundisha. Kwa hiyo mtoto anaona kwa vitendo. Mtoto huyu akitoka hapo atajua tofauti ya Waadventista na tofauti na makanisa mengine. Kwa nini watoto wetu wanaoa kule nje na kuolewa kule nje? Hawajajua tofauti ya hili kanisa na makanisa mengine. Hawajui. Anayejua hawezi kufanya hivyo, hawezi. Wao hawajui, wao wanasali, wanaimba tu kwaya, hawaelewi. Hawaelewi maana ya hili kanisa. Fanya watoto wako. Wazazi wengi, watoto wadogo wale hawana lesoni zao. Nimeona kwa wajukuu wangu lesoni ile ya chini ya mwaka ni nzuri, imetengenezwa vizuri sana, lakini wazazi hawana muda. Hawana huo muda. Sasa mna muda gani? Fahari ya mtu ni aina ya watoto wanaokuwa nao, kwamba hawa ni watoto wangu.
unamwambia Yesu asante, na unatengeneza. Sikiliza, ni kweli kwamba hatuwezi kulea, ndio maana Mungu anatutaka tujiachilie mikononi mwake, ili fungu la Isaya 54:13 liwe lako liwe langu. Anasema na watoto wako wote. Watoto wako wangapi? 3 kati ya 4? Wote watafundishwa na Bwana, na amani yao itakuwa nyingi. Kuna watu wanadanganyana huko, unaweza ukalea watoto wako vizuri halafu mmoja akaharibika. Mmesoma fungu gani? Nyewe mnasomaga mafungu gani? Usisahau, unavyowaza ndivyo hivyo inavyokutokea. Kama unawaza mtoto mmoja apotee, umepatia, atapotea ndio. Na kama unawaza Isaya 54 ni fungu lako, watoto wote wako watafundishwa na Bwana. Ndio, watafundishwa na Bwana, kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kuingia mioyoni, lakini Mungu anaoingia mioyoni mwao, anatufundishia watoto. Hata wakiwa mbali na sisi wanafundishwa. Kumbuka, usiwaseme watu mbele ya watoto. Ukisoma kitabu kile cha education, nilisoma nikaogopa. Kwenye ile chapter inayoelezea mpanzi, anasema wako wazazi wanaong'oa mbegu mioyoni mwa watoto, mbegu zilizoanza kuota. Nimesimama mbele kama hivi, mchungaji amesimama, mwinjilisti amesimama, au yeyote anayesimama mbele kuhubiri, anahubiri, anafundisha, na mtoto au kijana, ile mbegu inaanza moyoni mwake. Mkirudi nyumbani, baba na mama mnaanza hivi, yule ndio alikuwa anafundisha nini? Yule naye utamweza, ndivyo alivyo yeye yule, achana naye. Watu wengine bwana, anasema hiyo mbegu inang'olewa kwa mtoto. Badala mpalilie, mnang'oa. Na hivyo wazazi wengi mling'oa mbegu zilizokuwa zinaota mioyoni mwa watoto kwa kuwasengenya watumishi wa Mungu. Nyie mna allergy ya kusengenya watumishi wa Mungu? Nendeni chumbani wawili, mnapofunga mlango mko wawili, haya anzeni kuwasengenya. Ujue Pastor Kuyenga hivi na hivi na hivi, ujue Pastor Semba hivi na hivi na hivi, ujue Mama Urio hivi na hivi. Watoto wenu wasisikie, mnawaharibu. Namba 6, msigombane mbele ya watoto. Kamwe msigombane mbele ya watoto. Baba anafiatuka maneno, mama anafiatuka, na watoto wanaona. Unajua inawapunguzia heshima. Huyu mtoto anayeona baba akimgombeza mama, mama atakapotaka kumnyoosha mtoto, kumsema, labda kumwelekeza, moyoni anasema ndio maana baba analisemaga hivyo hivyo. Hayamwingii. Tukiwa na ndoa ya miaka 17, mimi na mume wangu huwa tunatumia anniversary yetu vizuri. Siku hiyo mume wangu akasema tutakaa tu nyumbani. Kwa hiyo tukakaa nyumbani. Wakati wa ibada, mume wangu akawaambia watoto, siku kama ya leo ndio nilimuoa mama yenu, tarehe 18 Disemba. Tena ilikuwa siku ya Jumanne. Zamani hatukuwa tunachukua siafu na kuwaweka kwenye ndoa zetu, na hivyo tulikuwa tufungi ndoa siku ya Jumapili. Ukifunga ndoa Jumapili, nini kinatokea? Katika ukweli kabisa, unavunja Sabato, sivyo? Wewe akili za kuambiwa changanya na zako. Unataka ndoa iliyo imara, unaanza kabla hujaingia kwenye ndoa umeshavunja Sabato. Sisi tulikuwa tunafunga ndoa kuanzia Jumanne mwisho Alhamisi. Kwa hiyo mimi niliolewa siku ya Jumanne mwaka 90 Disemba. Tukakaa, mume wangu akamwambia, mna nini cha kutuambia watoto wetu? Yule wa mwisho wa 2002 alikuwa nasari hapo miaka 5, akasema ninawaona tu kama mapacha. Hilo neno kalitoa wapi? Sasa kijana mkubwa wakati huo, yule wa kwanza, akatuambia maneno yaliyotushangaza. Akasema, mimi nimewachunguza sana nione lini mmegombana, sijaona. Sasa leo nawauliza, ninyi huwa mgombani? Na akasema, mimi anamwambia baba yake, baba mimi naona kama wanawake wananiudhi haraka. Wewe mbona sioni? Yaani hebu niambie baba, wewe hamgombani na mama? Tukamwambia sisi kama wanadamu tunakoseana ila hatugombani. Nikikukanyaga, sawa, hata nisipokuambia samahani, ukiniangalia tumegombana. Lakini nikikukanyaga na wewe nikanyaga, tumegombana. Familia nyingi ndio ziko hivyo. Mama anamwaga mboga, baba anamwaga ugali. Baba akimwaga mboga, mama usimwage ugali, kwa sababu unaweza ukala ugali hata na chumvi. Sawa sawa?
Muache amwage, yeye usimwage. Lakini familia nyingi na wanamuitia Yesu, wanaimba twenenda Zayuni. Baba anamwaga ugali, mama anamwaga mboga, tukose wote. Ni kweli mnakosa wote, maana mnaathiri familia yenu. Kwa hiyo tukamwambia sisi tunakoseana, ila kama hujaona mpaka leo kwamba tumegombana na baba, hautaona tena mpaka utakapooa. Ameoa na hajaona tukikosana na mume wangu. Sisi wanadamu, namkosea Urio, ndio ananikosea, ndio, kwa sababu sisi ni wanadamu. Lakini anaponikosea, ninajua kwamba shetani kama simba angurumaya anazunguka zunguka akitafuta mmeze. Unajua kuna aina mbili za ndoa ndoa ya kimwili na ndoa ya kiroho, spiritual marriage na carnal marriage. Wale ambao ndoa yao ni ya kiroho, mwenzake anapomkosea anajua hajanikosea kwa kuwa amepanga, ananikosea kwa kuwa ni mwanadamu, na hivyo unamhurumia, unampeleka kwa baba. Kwa hiyo msigombane mbele ya watoto wenu. Wafundishe watoto wako ukarimu. Wafundishe watoto. Una mtoto mmoja nyumbani, mara nyingine omba mtoto wa jirani. Alafu niseme hichi kitu, siku zimeisha, kila Bwana atakacho nikumbusha nitakuwa nakisema. Usiruhusu mtoto wako kumfungia kwenye geti bila kucheza. Ni hitaji lake la msingi mtoto acheze, ila acheze na nani? Kwa hiyo ruhusu mtoto wako. Kijana wangu wanawaambia kwamba wamtoe mtoto nje ya geti, wawatoe, lakini baba awepo au mama awepo. Kwa hiyo vitoto vinavyokuwepo wacheze, tena wacheze pekua pekua, vicheze kabisa, ile wacheze. Kwa hiyo ruhusu mtoto wako acheze, ni hitaji lake la msingi katika makuzi. Watoto wanaofungiwa, unaweza ukafikiri mtoto ana usonji, kumbe hana, ni vile umemfungia tu peke yake. Na ndio maana unaona watoto wa aina hiyo wanatoka kwenye mageti makubwa makubwa. Hebu endelea kufuatilia, ujifunze. Wale wachanganyikeni mtaani hawapati mara nyingi, kwa kuwa wanacheza. Hiyo ni tiba kwake. Lakini mzazi bora ni yule ambaye ana maswali matatu. Swali la kwanza, mwanangu yuko wapi? Swali la pili, anafanya nini? Swali la tatu, na nani? Jijibu hayo maswali. Mwanangu yuko wapi? Yuko kwa mama Joni. Anafanya nini? Anacheza mpira. Na nani? Hii dunia imeharibika. Kwa hiyo wafundishe watoto wako ukarimu. Una mtoto mmoja, ita mtoto wa jirani, waoshe mikono, mpe yule mtoto wako andazi au chochote, mwambie mkatie mwenzako. Wamama, mtoto atakataje? Kwetu tunasema anakata kwenye kucha kidogo, si ndio? Sasa wewe utakachofanya, chukua kile kidogo ndio cha kwake, alafu kile kikubwa ndio cha nani? Cha yule mtoto mwingine. Mtoto atacheka, atalia, we muache alie, unajua unachofanya, sawa? Potezea kama siku 2-3 hivi, muite tena mtoto. Haya, kaeni hapa mle, mpe tena, atakumbuka, ataongeza ukubwa, lakini si sawa. Kile kikubwa kumbuka cha mwenzake, kidogo chake. Itafika mahali akikata kitu analinganisha. Unaona tabia zilivyotuathiri leo Mnaenda kwenye chakula, mmepanga foleni kwenye chakula, nyuma mtu anaona kuna msululu, sawa na anaweza akapiga mahesabu ya haraka kuona nyama zilizobaki, vipande vya kuku vinawatosha wenzake, anachukua 3. Hayo ni matokeo ya malezi. Anajaza tu bila kuangalia walioko wapi nyuma. Hayo ni malezi. Wewe tengeneza wa kwako sasa. Usiwatume watoto wako vileo, wala usiruhusu mtu yeyote awatume pombe, sigara, marufuku. Hata kama ni baba mkwe wako, mwambie samahani baba, huyu mtoto wangu yeye huyu ni mtakatifu, hawezi kushika pombe wala sigara. Samahani baba. Akuelewe. Watakukasirikia lakini baadaye wataelewa. Watu wengi walevi kwa sababu ya kutumwa vileo. Yuko wapi shemeji yangu, amekaa wapi? Ngoja yeye anaelewa, ikipunga mkono ni lazima urie mbege ndio umpe mzee, si ndio? Na kwa kufanya hivyo walevi wote watu huwa namuulizaga mume wangu, umepona ponaje? Ameniambia kitu cha ajabu sana mume wangu. Yesu akimtaka mtu anamtaka tu. Anasema yeye alikuwa akitumwa. Ile kuria akiweka hivi, hanywi, anaweka tu. Sasa umetumwa na watu 4 na wote hao umekunywa hivi, si tayari hapo mtoto ashakuwa mlevi? Kwa hiyo ananiambia yeye alikuwa hanywi, anaweka tu hivi.
anampa mzee, akitumwa tena anaweka tu, hajanywa. Kwa hiyo wewe usikubali watoto wako watumwe kileo. Usiheshimu watu kuliko kumheshimu Mungu wako. La, usiwatukane watoto wako wala kutumia lugha ya matusi. Jinga wewe, taira mkubwa. Hayo maneno ndio yanayoathiri watoto. Maneno unayowaambia watoto wako ndio yaliyowaumba wawe hivyo, aina hivyo walivyo. Mtoto wako hata akipata 30 ya 100 anakuletea matokeo. Unaona yale maneno unayomwambiaga wewe, hayo ndio yanamshusha chini. Taira mkubwa wewe, jinga kabisa. Mimi nalipa ada, kilaza wewe. Na siku hizi walimu wa wito nao hawapo, walio wengi wa mshahara kule shuleni, na mwalimu naye anamwambia hivyo hivyo, kilaza mkubwa wewe, jinga. Kwa hiyo mtoto anaona okay, mama na baba wananiambiaga mimi jinga, na mwalimu ananiambiaga mimi kilaza. Kwa hiyo hata anasoma anaandika, lakini akili yake nini? Mimi kilaza. Unatakiwa ufanye nini? Maneno huumba, muumbie mtoto wako. We una akili sana, ila michezo imezidi. Ndivyo alifanya Mama Ben Carson. Michezo imezidi, unaangalia mno TV, unampangia mtoto wako program na unamwambia safari hii ukipata 60 na kupa zawadi. Atapata. Akileta mpe zawadi. Ukipata 80, ukiniletea A mwanangu, na kununulia baisikeli uchezee. Mfanye mtoto apate motisha ndani yake mwenyewe. Usitumie maneno ya matusi kwa mtoto wako. Ulimi huumba. Malaya mkubwa wewe, na mtoto ni mdogo, hajui malaya ni nini. Unamuumbia. Angalia sura baya, sijui nani atakuoa wewe. Binti amekuwa mkubwa haolewi, unashangaa. Wewe ulimwambia haolewi, yeye ni mbaya. Kama wewe uliyemzaa umeona mbaya, nani atamuona mzuri? Umba maneno mazuri. Nakaona ka engineer kangu, engineer pastor, na kuona mchungaji. Hebu muumbie. Nakumbuka wa kwangu akiwa na miaka 5. Nilianza kumuita engineer wangu. Alipofika anajitambua kidogo pale la kwanza, nikamuuliza, kwani wewe unataka kuwa nani ukiwa mkubwa? Eti engineer kama baba. Nikamuuliza, nikusaidie uwe? Akasema ndio. Nikamwambia sasa engineer hataki kukosa hesabu. Ukikosa hesabu hapa ni bakora zinatembea. Alipomaliza, nakumbuka tumeenda kwenye mahafali yake, akamshukuru sana Mungu, akashukuru baba na mama, halafu akasema maneno haya yanayonifurahisha wa mama. Akasema, nashukuru sana fimbo za Mama Urio. Yeye huwa ananiita Mama Urio. Nashukuru sana fimbo za Mama Urio, leo nimekuwa engineer. Alikumbuka bakora zile, ukikosa bakora. Usipotumia fimbo udogoni, utatumia ukubwani. Tumia fimbo udogoni ili uje utumie fimbo ya maneno baadaye. Na si dhambi fimbo. Achana na watu wanaodanganya sijui haki. Mtoto ni mzae mwenyewe, na Biblia imesema wazi tuwatandike fimbo. We uniambie haki, nenda katengeneze wakwako umpe haki. Kuna umri ukifika, mtoto wa kike anampenda sana baba na mtoto wa kiume anampenda sana mama. Kuna wanaoanza umri mapema, miaka 3, wengine anaanza 4 mpaka 6 hapo mpaka 7 wengine. Huo umri sio wa kuchezea. Tunaita odd pass na Electra. Sio kitu cha kucheza nacho. Wababa wanafahamu, kabinti kako unaona kanavyokupenda. Lakini angalia wewe, nenda jikoni kwa mama. Haende jikoni kwa mama, mpenzi wako. Baba anatakiwa afanye nini? Muangalie mtoto kwenye mboni za macho. Tabasamu. Muangalie kwenye mboni, muangaliane. Tabasamu, mwambie, we binti yangu ni mzuri sana. Nakupenda sana. We binti ni mzuri sana mtoto wangu. Huyu mtoto atakapokuja kwenye umri ule wa kubale ule genital stage, si anakuwa sasa ni ua linachanua, na nyuki waharibifu na vipepeo wanataka kuja kuruka kwenye kichwa chake, sivyo? Ili watue waharibu. We mzuri, haina athari kwake. Baba yake si alimwambiaga yeye mzuri? Hata akiambiwa ana nakupenda wala haimshtui. Wanaume mjue, sisi wenzenu mkituambia nakupenda we mzuri, yani hata miguu haisimami vizuri, inagongana. Na ndio nawaambia waume, waambieni wake zenu. Mwambie mama, hilo neno ni dawa. Mke wangu, ni kweli unakuwa mtu mzima, lakini unazeeka na urembo wako, kwa kweli nilichagua. Mama nakwambia unapata raha, unaimba tunyimbo kwa raha. Mke wako asingekuwa na nuna. Ambia mtoto wako wa kike nakupenda. Atakuwa rafiki yako, kila kitu atakwambia.
baba, baba. Na ndio wengine hamuelewi, binti mkubwa lakini rafiki yake ni nani? Ni baba. Baba, eti John mimi ameniambia hivi na hivi, eti hiyo ni nini? Si unaona unapata nafasi ya kumfundisha. Na mama anapendwa na kijana, mtoto wa kiume anapenda sana mama. Nakumbuka wa kwangu alikuwa ananiambia, mami, dadi atasafiri lini ili tulale wote mimi na wewe? Namwambia usijali, hata asiposafiri, wewe zamu yako ya kulala na mimi ni asubuhi. Kwa hiyo amka asubuhi uje tulale. Anakuja asubuhi na mimi namweka hapa na mpetipeti mpaka analala, kwa sababu ni rafiki yangu. Ukikaa baba na mama, kila cha kiume sikinakuja hapa kinawatenganisha. Watoto wa kiume hivyo wanapenda mama. Tumia hiyo nafasi ya kulea mtoto wako na kumpa maadili. Hakikisha kuwa mwanao ana mahitaji yote ya msingi: malazi bora, chakula bora, mavazi kulingana na hali ya hewa. Sikia hapa, hakikisha mtoto ana mahitaji yote ya msingi. Si kila chakula ni chakula kwa mtoto wako. Viko vyakula kwa ajili ya ubongo, viko vyakula kwa ajili ya mifupa, wamama wajawazito, sawa? Viko vyakula kwa ajili tu ya ngozi ya mtoto. Uvijue na utumie. Angalia watoto wako wanapolala. Mmemaliza kufanya ibada, baba au mama aende chumbani kwa watoto, panda kitandani mwao, anza kuambia hadithi tena bado za Biblia. Waambie habari za Yesu alivyo mwema. Watoto wanasinzia, wakisinzia na Yesu alivyo mwema. Unawaambia mimi na mama au mimi na baba tunaenda kulala. Lakini hapa hamuwaoni tu, kuna kundi kubwa la malaika limewazunguka watoto. Asubuhi unawafuata, sisi tulilala, malaika walitulinda. Mnawaambiaje hao malaika? Mnawaambiaje Mungu wetu? Watoto wanatoa ibada kwa Mungu. Wafundishe watoto wako hivi, wajaribu kama wameshaelewa kile unachowafundisha. Siku nyingine waache waende wakalale. Nendeni mwende mkalale. Tukalale. Hatujashali lakini ndiyo kalaleni. Alafu wafuate pole pole nyata kwenye chumba chao nje. Sikiliza. Utasikia kama ndio yameshawaingia. Haya, wewe soma fungu sasa tuombe tulale. Unasema afadhali tayari. Lakini ukifika huko nasikia, haya tulale. Hapa hamna kitu bado. Wafanye imani watoto iwe ya kwao. Jana pastor alisema kitu. Mimi nakumbuka nilikuwa najiambia nikiwa msichana, mimi kusema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, mimi sitaki. Nataka ifike mahali niseme Mungu wa Debora. Siku niliyosikia wanangu wakisema Mungu wa Debora, nilisikia amani. Mimi huyu ni Mungu wangu, sio Mungu wa Yakobo. Na awe Mungu wako. Tunaendelea na hili somo kesho Jumatano, ikiwezekana na Alhamisi. Tutaona kesho itakavyokuwa. Watoto wanatengenezwa nyumbani. Nyumbani ndio shule nzuri ya kutengeneza mtoto. Mama unaenda kazini, Mungu anajua unaenda kazini, rudi nyumbani moja kwa moja. Unaondoka watoto wamelala, unarudi tena unapita unakopita kusudi watoto pia wamelala. Hujui unachofanya. Watoto malezi ni zaidi ya kuwapa chakula na malazi na shule. Tusimame tuombe. Tuombe. Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupatia nafasi hii. Baba, asante kwa kutupatia zawadi za watoto. Tunawaleta watoto wetu mbele zako. Watazame kwa huruma. Kuna wazazi wanaolia leo, lakini wewe Mungu ungali unaumba. Waumbe upya watoto. Tazame Mwokozi, usoni mwake mzuri, mambo ya dunia ugeuka, tukitazama